Yes kabisa. Bana, mambo vipi hapo ulipo? Hapa safi kabisa. Basi leo nakuletea sehemu ya 11 ya kazi yetu safi kabisa inayomzungumzia mwanadada anakwenda kwa jina la Adaku. Tutaanza pale tulipoishia ili tuweze kuelewana kwa uzuri zaidi, lakini ni kuombe kwa mapenzi ya dhati, mpenzi mtazamaji, usiache kusubscribe, kulike na kukomenti ili tuweze kwenda mjini Kariakoo na sisi. Na kama ulisha subscribe, usiache kucomment na kulike baada ya kumaliza kutazama. Tunaendelea. Basi baada ya maongezi ya muda mrefu katika simu kati ya mzee Ujuku pamoja na Adaku, baada ya maiti kupatikana na wale wazee wa mila, Adaku alisema ya kwamba ana mpango mwingine kwa ajili ya kushinda vita hii. Mzee Ujuku akasema sawa, muda huu hapa tunakuja nyumbani kwa mama Arinza. Mama Arinza alikuwa anaongea na simu muda huu hapa, ameketi sebleni, anasema kusema kweli naishukuru miungu ya nchi yangu kwa haya mafanikio makubwa niliyoyapata. Mwanangu amefanikiwa kuirudisha maiti ya baba yake nyumbani. Kusema kweli mafanikio haya yanahitaji sherehe. Kabla hajamaliza kuongea na simu, mke wa Arinza anakuja na kuita, mama, mume wangu yuko wapi? Mama anasema tafadhali nitakupigia tena baadaye, tutaongea, kuna jambo hapa, ngoja niliweke sawa. Kesi, kuna nini kwani? Mume wangu yuko wapi mama? Mama akamwambia Arinza yupo juu. Kwani kuna nini Kesi? Ngoja kwanza mama. Arinza! Arinza! Arinza akasikia kwamba anaitwa na mpenzi wake, akateremka kuja kumsikia ni kitu gani ambacho anataka kumwambia. Anasema, Arinza, nimepata taarifa kwamba dada yako yupo katika ufalme huu hivi sasa tunavyoongea, na anawaita watu. Wanakijiji wanajitokeza kwa wingi kumsikiliza anataka kuongea nini. Mama Arinza anamuuliza Kesi, hiyo imetokea lini kwani? Kesi anasema sasa hivi, rafiki yangu ambaye niko naye kwenye grupu ndo amenipa hizo taarifa. Kipenzi, inakubidi ufanye jambo sasa hivi, tena fanya jambo yani kabla hajazidi kuwaaminisha taarifa za uongo wananchi wako. Arinza anasema Adaku amepika chakula ambacho hawezi kukitafuna, sasa ni wakati wa kumweka mahali pake. Basi siku ya pili Arinza aliitisha kikao cha dharura akiwa na wale wazee wa baraza. Arinza anasema baba yangu marehemu mfalme ni lazima azikwe kwa mila na desturi zetu, lakini wakati huu tutabadilisha muda wa mila ya kaburi. Tutamzika usiku akiwa pamoja na wale wasichana ambao ni bikra. Mzee Ujuku akasema, lakini mkuu wangu Prinsi, tunafanyaje maziko kwa siri tena ya mfalme mtukufu wa ufalme wa Amanza? Arinza akamwambia, dadangu si mtu wa kuamini, amepanga tena kuharibu tena maziko ya mfalme, lakini hilo sio swala kwangu, na mimi pia nimepanga kumuua kwa mikono yangu mimi mwenyewe. Tutakuwa tukienda kwa miguu, hiyo ni bora zaidi. Nakwambia ukweli kuwa ni mkuu, nikimwona eneo hilo Adaku namuua bila kumuuliza kitu chochote kile. Kwa hiyo na yoyote ambaye anampa taarifa dada yangu akamwambie na hili kwamba nikimwona eneo hilo mimi namuua, na hapa kwa kiti cha enzi cha Amanza nitamuua, nitamuua na kumkata kichwa na kualisha mbwa wangu. Kuna mtu yoyote ana pingamizi katika hili? Nauliza, kuna mtu yoyote ana pingamizi? Akamgeukia huyu mzee ambaye ni Mkuda akamwambia, we mzee. Mzee akasema, mkuu wangu. Kisha akamwambia, kuna mtu ambaye alikuja kwa niaba yako na kutaka kuchukua kiti cha ufalme wa Amanza. Safari hii ukitaka kuijaribu nguvu yangu, nenda tena kinyume na mimi kwa mara nyingine. Yule mzee Mkuda akasema, asante mkuu wangu, haiwezi kujitokeza tena. Waziri kiongozi akasema, mkuu wangu, umeongea ukweli, yaani umeongea kama simba vile. Basi walipotoka pale kwenye kikao, mzee Ujuku ilimbidi kukutana na Adaku ili kumpa mpango mzima. Anamwambia, umepigana vita yako vizuri binti, lazima jina lako litakumbukwa. Sasa ni wakati wa kuendelea, lakini hatuwezi kuwashinda hawa watu. Kwa kusema kweli, mimi najiona nimekata tamaa. Adaku akamwambia, kwa nini sasa? Kwa vitisho vya kakaangu kutaka kuniua Mimi sitokata tamaa, siwezi kukata tamaa katika hii vita hadi nishinde. Mzee Ujuku akamwambia, ujasiri ni kukubali kushindwa na kuacha. Kwa maana hiyo, kuendelea kusonga mbele kwenye mapambano, hii ni sawa na kujiua we mwenyewe Adaku. Kwa hiyo nakushauri Adaku, usije ukajitokeza kwenye hayo maziko. Adaku anasema, nitajitokeza katika mpango aliyoupanga mimi mwenyewe. Juku alishtuka
Akasema, unazungumzia mpango gani Adaku? Adaku akamwambia, safari hii tunakuja kivingine, tunakuja kimtindo wa Kimbola. Tunarudi nyuma kidogo, anatukumbusha ile siku ambayo alienda kwa yule mtaalam, alipewa kitu ambacho kinaweza kumsaidia, alipewa chungu ambacho kinaweza kumsaidia katika vita yake, na ndio kitu ambacho atakachokitumia kwa ajili ya kuzuia maziko ya mfalme yasikamilike. Ganga anamwambia, hii dawa nayokupa inatumika usiku tu, utazungusha mishumaa kama nilivyokuelezea, na ikichungu kitakuwa katikati yake. Baada ya hapo utatamka maneno kama nilivyokuelekeza, alafu asubuhi itakubidi unipe mrejesho, kitu gani kilichotokea. Adaku anasema, asante sana Sia, lakini kuhani mkuu hawezi akagundua hili? Yaani namaanisha miungu haiwezi ikamfunulia? Sia akamwambia, hauna haja ya kujisumbua katika hilo Adaku, mimi nitalishughulikia. Kuhani mkuu atajua ni miungu ndo imefanya hivyo ili wewe uende. Asante kubwa sana kwako Sia. Adaku akaondoka ili kwenda kufanya mambo yake. Ni usiku wa manane, tunakutana na watu waliobebelea jeneza, Arinza akiwa mstari wa mbele na ameshika bastola. Wanaenda kufanya maziko ya mfalme kwa siri kubwa kwa ajili ya kumwogopa Adaku. Watu walikuwa wapo nyatu nyatu wakitazama kushoto na kulia ili wasije wakavamiwa, na muda huu kumbe wasichokijua, Adaku amekuja kivingine. Ngoja nikuulize kaswali kidogo, mtazamaji wangu, kuchemsha bongo. Hivi kwa mfano, choo chako ni cha nje, usiku wa manane unafungua mlango uende chooni, alafu unakutana na watu wanapita kama hivyo nje kwako, wamebeba jeneza, utaenda au utarudi ndani, au utajiunga nao uende nao kwenye mazishi? Da, bara lake nahisi litakuwa zito sana hiyo siku, majirani wote wataamka. Sasa wewe utaniambia kwenye comment hapo ungefanya nini. Tunaendelea. Ulikuwa ni usiku wa manane. Usiku ule ulikuwa ni usiku wenye mambo kwelikweli. Muda huu Adaku naye alikuwa anafanya mambo yake, ananuia mambo yake katika kile chungu kama alivyoelekezwa na mwanadada Sia kwa ajili ya kutimiza jambo lake. Adaku anasema, ninapoita majina yenu kwenye hiki chungu mnapaswa kutii. Ninawaamuru nyinyi wote wawili muende kwenye kaburi la mfalme. Adaku anamroga Kesi, anamuita Kesi. Amelala. Kesi, Kesi, amka, nenda kwenye kaburi la mfalme. Kimbola kimempata Kesi, anajikuta amekurupuka kitandani, hajitambui, lakini yani ni kama amelala hivi. Nahisi ndo wachawi wanavyotuchukuaga usiku. Ameamka na kuweka shuka pembeni mwenyewe, na kisha akateremka kitandani taratibu kabisa, anaongoza mlango ulipo na kufungua mlango, akatoka mpaka nje getini na kutokomea alipoelekezwa aende, vile vile katika hali ya usingizi. Yani ni kama zombi vile, au mtu wa remote control anakontroliwa na Adaku. Kwa hiyo anaongoza kule alipoelekezwa aende. Adaku amekaa kwenye mtambo wake, anaona kila kinachoendelea kwa Kesi, anaona yes, mtu wangu anaenda sehemu sahihi niliyomwamuru aende. Lakini tofauti na Kesi, kuna mwingine naye huyu hapa amepewa maagizo kama aliyopewa Kesi, aelekee maeneo ya makaburini. Lakini huyu ni nani? Okay, nadhani tutamjua muda si mrefu baada ya mission ya Adaku kukamilika makaburini. Huwezi amini, Adaku anafurahi baada ya kuona mambo yanaenda kama alivyoyapanga vile. Bana, huwezi amini, mchezo wote unaoendelea Adaku anauona ndani ya kile chungu. Kesi pamoja na ule bwana walikuja wakakaa katika tuta fulani la kaburi, ambayo njia hiyo ni lazima mwili wa mfalme upitishwe hapo. Kwa hiyo Arinza atamuona mkewe akiwa na yule bwana. Umeona plani hiyo? Basi muda si muda, watu wanaoelekea mazikoni wanamkuta mke wa Arinza pamoja na yule bwana wamekaa pale chini. Ilibidi kwanza safari igomee hapo ya kwenda mazikoni. Show inaanza. Arinza amechanganyikiwa, anamuuliza waziri, nini kinaendelea hapa? Waziri, nauliza kitu gani kinaendelea hapa? Waziri, ni upuzi gani nauona kwenye macho yangu? Huyu ni mke wangu, anafanya nini hapa? Anamshika na kumuuliza, Kesi, ni nani amekuleta huku makaburini usiku huu? Hukutakiwa kuonekana kabisa maeneo haya, unafanya nini? Nani alikuleta? Nani alikuleta maeneo haya? Niambie basi. Yule mzee Mkuda anawauliza, mnataka kufa? Mila inasema yoyote anayokutwa makaburini ni lazima azikwe, yani auawe. Wezi amini, Arinza alishindwa kuvumilia, alimvaa yule mzee na kumshika kidakatonge, yani alishika koromero na kutaka kulitoa. Akamwambia, we mzee, nilikuonya sana, kwambia usipite kwenye njia zangu kila siku, lakini bado naona unaendelea kunifata.
unataka mke wangu auawe? Sasa leo takunyonga hadi kufa ukirudia kusema tena hiyo kauli. Nitakuua kweli, kwani wewe umjui mke wangu? Baada ya hasira yake kutulia kidogo, akamwachia. Mzee kiongozi anasema, tafadhali Prince, mpuuze tu, tuzingatie haya mawili ambayo yako mbele yetu. Hawa ni wapendwa wetu, hatuwezi kuwaua. Arinza anasema, sawa waziri, swali liliyopo mbele yetu, mke wangu anafanya nini eneo hili? Waziri akasema, swali ni kwamba kuhani mkuu alisema tukutane mahali hapa, lakini ajabu tumekutana na hawa watu wawili hapa, mkeo pamoja na huyu kijana wangu. Arinza anauliza, sasa wamefikaje hapa Kumbe yule kijana ni mtoto wa huyu mzee kiongozi ambaye ni waziri. Waziri anasema, mkuu wangu, unatarajia nitasema nini sasa? Hapa ni kuhani mkuu pekee ndo anayeweza kusema chochote kile kinachoendelea na kuweka huru hawa watu. Arinza akaona ni bora amwagize kijana aende akamfate kuhani na kuja naye. Basi mtazamaji wangu, mpaka kufika hapo tumefika mwisho wa sehemu ya 11. Mwisho wa sehemu ya 11 ndiyo mwanzo wa sehemu ya 12. Basi kama huja subscribe kabisa, na kama ulisha subscribe usiache kukomenti na kulike baada ya kutazama. Ukifanya hivyo, maana yake umefanya niendelee kuwepo na kujivunia wewe, yani umenisapoti, na pia utakuwa ni wa kwanza pale tunapoachia kazi mpya au mwendelezo wa kazi yoyote ile katika chaneli hii. Basi muda wote huo ulikuwa nami, wananiita Alifa DJ aka wa kupoa aka kabisa Real Badman Killer. Mpaka muda mwingine niseme asante.